Nataka nikupe kisanga kimoja alafu unaambie kwenye situation kama hii ingekuwa ungefanyaje. Sikiza hichi kisanga. Jamaa alikuwa analelewa na baba yake mzazi. Unajua kila mtu kimuuliza role model wako nani, anakuambia babangu ndio role model wangu. Lakini yeye anasema baba yake alikuwa role model wake sio tu kwa sababu ni baba, ni kwa sababu ya tabia njema ambazo alikuwa anaziona kwa baba yake. So alitamani siku moja naye aje kuwa baba bora kama alivyo baba yake. So yeye alikuwa anamwangalia baba yake kama icon. Anasema hata alipofikia umri ule wa barehe, kwa kijana wa kiume kubarehe, mtu wa kwanza kunotice kama mtoto wake amefikia kwenye umri huo alikuwa ni baba yake. Na mzee alimuita kijana akakaa naye chini. Ukiacha yote pia alimpa zile do and don'ts za mtoto wa kiume unapokuwa upo kwenye ile hali. Unajua sometime barehe kuna namna na kuendesha. So anasema baba yake alikaa naye chini akawa anampa 1 na 2 jinsi ya kujikinga na magonjwa ya zinaa, jinsi ya kujikinga na mimba za utotoni, jinsi ya kuhakikisha kwamba hampatii mimba binti kuanzia shule, mtaani. Lakini pia anasema alimpa hata zile mbinu za kujikinga ikiwa ameshindwa kabisa kuvumilia, jinsi ya kutumia hata zana na mengineyo. Kwa anasema ukiacha kwamba tu alikuwa mdingi, pia alikuwa rafiki wa karibu sana na alikuwa mtu wake wa karibu mno. Anasema siku moja kijana baada kumaliza masomo yake na kuhisi kwamba sasa hivi kwa umri nilokuwa nao nahisi niko tayari kupata mwenzangu kuwa na mke, ndipo alipokwenda kwa mzee wake akazungumza naye na wakakubaliana kwamba huyo binti atafutwe na baba, yani baba ndo atafute binti kwa ajili ya mchizi kuoa. Anasema licha ya washikaji wengi waliokuwa nao kuanzia chuo, kuanzia shule aliyosoma nao, mabinti anakutana nao kazini, lakini aliamua kwa mke hilo swala alikabidhi kwa mzee, yani mzee ndo amtafutie mke wa kuoa. So mzee akaandaa baada ya miezi 3 fulani hivi akaandaa dina fulani na familia ya binti ambaye mzee alihisi anastahili kuolewa na kijana wake. Sema dina iliandaliwa nyumbani pale, wakala msosi fresh, wakaenjoy. Baada ya hapo binti akaenda kwenye balcony na mchizi kwenda kuzungumza wawili. Sasa wakapewa muda wa kuzungumza. Binti fulani hivi mguu akisukuma, shepu ya kinyaturu, kaenda hewani, ana rangi ya mtume. Kwa alikuwa amenyooka. Dogo akasema unajua utamtambua mwanamke mwema kupitia kinywa chake. Na hata binti alipofungua mdomo akaonekana na hofu ya Mungu, mcha Mungu, lakini pia anaonekana ni mchapakazi. Kwa akadedesha majibu kwamba mimi nahisi huyu anastahili kuwa mke wangu wa ndoa. Kwa hiyo ikawa imepita, taratibu za ndoa zikaanza, wakaanza mnajua wenyewe tena ndoa za Kiislamu za kwa zinaga mbwembwe nyingi. Anasema baada ya kuingia kwenye ndoa wakaishi maisha ya furaha na upendo.